Uislamu ulikuja na Mtume Muhammad 570 AD. Kabla ya hapo Uislamu ilikuwa hamna. Hiyo ni propaganda ya mapasta, lakini kwenye Biblia haikubaliani. Sasa niko na picha hapa rasmi za colored ambao nitakuonesha. Wa kwanza, wewe rafiki yangu mzuri, au sio? Waislamu ni haramu kwa sababu juzi tumekuwa mji wa Mombasa. Niulize. Kukuuliza. Hiyo siku unasema ya 25. Si tunataka huko kwa church. Si mnaenda huko kwa church kudanganywa maskini. Tunaenda kwa church. Sasa tukisema kwa ukweli, Yesu alizaliwa siku gani? Ndio hapo sasa naja nikueleze siku gani alizaliwa. Si Disemba. Lakini siku hii Waislamu ilianza wapi? Haikuanza Palestina wala haijaanza Amerika ama Italy. Imeanza Iraq. Si unajua Iraq? Kwa Saddam Hussein yule alinyongwa Babylon. Kutoka Baghdad Iraq to Babylon ni kama 38 kilometers. Sawa Pale Babylon palikuwa na the devil Masonic president ambaye alikuwa ni member from the Church of Satan, na he was 33 degree member from the Church of Satan. Anaitwa Namrudha bin Kanaani, nyinyi mnamuita Nimrodi. Unajua jamaa aliyeitwa Nimrodi kwenye Biblia? Unamkumbuka Huyu jamaa alikuwa ni devil worshipper mkubwa sana. Na huyu jamaa alipokuwa pale Iraq alikuwa anajiita yeye ndiye Mungu mwenyewe, kwa sababu kwanza alikuwa multi-trillionaire. Akajiita yeye ndiyo nani? Ndiye Mungu. Na akatenga siku maalum ya yeye watu wakusanyike ndani ya Iraki mzima wamwabudu yeye. Na yeye Namrudha au Nimrodi alikuwa na bibi yake anaitwa Semiramis. Sawa Bibi ya Nimrodi alikuwa anaitwa Semiramis. Kwa sababu alikuwa ni bibi ya Mungu, ikawa imetengwa siku rasmi ya yeye pia kuabudiwa. Hiyo siku unajua inaitwaje? Ya kumwabudu Mungu, bibi ya Nimrodi. Inaitwaje hiyo siku mwalimu Ismaili? Woman worshiping day. Inaitwa Woman worshiping day. Sawa siku ya kuabudu Mungu mama. Sawa Waingereza hii Woman worshiping day ndio walikuja wakafanya ukarabati. Ndio hii siku mnaita Monday. Sawa Sasa sikiza vizuri kama sijakosea. Namrudha bin Kanaani wakati anaishi na Semiramis waliishi miaka mingi hawakupata watoto. Sawa Wakati Namrudha anajiita Mungu, Mwenyezi Mungu alimleta Nabii Ibrahim, baba wa imani. Akamwambia Ibrahimu kwenda akamwambie Nimrod aache kujiita nani? Mungu. Ibrahimu alipofika kwake akamwambia wewe Nimrod sio Mungu. Nimrod akamwambia wewe Ibrahimu una wazimu, mimi ndio Mungu hapa. Watu wote wananiabudu miaka yote, wewe unakuja unasema nini? Ibrahimu akamwambia Mungu wangu aliyenituma ndiye ameumba mbingu na nchi, na analitoa jua mashariki analipeleka magharibi. Kama wewe ni Mungu, litoe magharibi lirudishe mashariki. Nimrod akapata aibu. Alipopata aibu, Ibrahimu alipoondoka, Nimrod hakuacha, aliendelea. Mwenyezi Mungu akasema sasa wewe Nimrod usikii na wewe kwangu si chochote, ngoja nikutie adabu. Mwenyezi Mungu alimleta mbu mmoja, unajua mbu? Mosquito. Wa Somali wanaita kaneo wala si ndio? Akaleta mbu mmoja tu, akaingia ndani ya pua ya Nimrod. Yule mbu anazunguka tundu hili, anatoka anaingia tundu hili, Nimrod anang'ang'ana, fie wapi? Fie mpaka macho anakuwa mekundu, mbu hatoki. Mwisho akaambia bodyguard wake, mimi sina raha, kujeni kwa state house yangu, chapa mimi makofi pande hii na pande hii, mbu itateremka. Wakaenda bodyguard wangapi? 4 kwenye state house yake. Wakaanza kumchapa makofi Nimrod. Piga makofi pia. Mpaka wale bodyguard wanasikia huruma, wanauliza Namrudha, wewe si Mungu wetu na si unaumia? Lakini Nimrod anawaambia tangu lini Mungu akaumia? Mimi siumie, endelea. Lakini anaumia, anajikaza tu. Umeona bwana? Anaumia kabisa. Siku moja Namrudha, siku ya 3 kichwa ilifure kawa kama 20 liters ya maji. Nimrod aliaga dunia, akafa. Alipokufa, Ibilisi aliyelaaniwa akamtokea bibi ya Nimrod ambaye ni Semiramis, akamwambia sasa mtapata aibu. Ibilisi anamwambia nani? Semiramis, bibi ya Nimrod. Anamwambia sasa mtapata aibu. Huyu alikuwa anajiita Mungu na mimi ndio nilimwambia. Sasa hivi kashakufa.
Asa itakuwaje sasa hivi aibu? Kwa hivyo wewe subiri, mimi nitakuletea Kiswahili cha kuwadanganya hawa watu. Watu wakikuuliza waambie Nimrod ameenda kulitembelea jua, alafu huyu Nimrod msikeni kisiri. Ibilisi anampatia instruction Semiramis. Basi Semiramis akaita wale bodyguard wanne wakamzika Nimrod usiku. Mwezi ulipopita, wa pili ukapita, wa tatu Nimrod haonekani. Raia wa Iraki hawakuvumilia. Wakamuuliza Semiramis, huyu Mungu wetu Nimrod yuko wapi? Mbona hatumuoni? Semiramis akawaambia, msidhani Mungu wenu alikufa, yuko hai. Lakini alisafiri, ameenda kulitembelea lile jua kwa sababu yeye ni Mungu, anajua mambo kabla. Ameenda kulitembelea jua na kulifanyia repair kwa sababu ashajua ya kwamba jua lilikuwa litakosa barabara yake karibuni. Kwa hivyo subirini, yeye atakuja. Raia wa Iraki wakauliza Semiramis kwenye jukwaa kama vile Uhuru Park, watu wamejaa. Wakamuuliza, sasa yeye kama ako ndani ya jua, sisi tutamwabudu vipi? Na yeye ndio Mungu wetu, na yeye ako ndani ya jua. Semiramis akawaambia, hiyo ni kazi ndogo. Mkiabudu hilo jua, ndio mtakuwa mmemwabudu nani? Nimrod. Kwa sababu Nimrod mwenyewe ako ndani ya hilo jua. Ndio watu wakakaa, wakaanza rasmi ibada ya kuliabudu jua. Sawa Waingereza waliita Sun Worshiping Day, siku ya kuliabudu jua. Muingereza akaona hili neno liko wazi, tutagunduliwa sisi kuwa ni madevoshpa. Ili neno Sun Worshiping Day, wakaondoa neno worshiping katikati, likabakia neno sun kule mbali na neno day. Wakafuruta neno day karibu na neno sun, wakaunganisha, likasomeka vipi? Sunday, ambao ndio mnaita juma ngapi? Mpaka wa leo. Hii maneno si yangu. Ezekieli 8:13 msomee. Inasema, nasemaje? 15 ama 16? 15 inasema, naam, akalileta mpaka huo ndani ya nyumba ya Bwana. Na tazama, naam, mlangoni pa hekalu la Bwana, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, kati ya ukumbi na madhabahu pale walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea mashariki. Basi nao wanaliabudu jua. Anayo kazi yao ilikuwa ni nini? kuabudu jua. Walikuwa na muabudu Nimrod, wakidanganywa kwamba yeye ako ndani ya jua. Sasa Semiramis amebaki, ana kila kitu lakini Bwana hana. Ikafika wakati mwili umemlemea, unataka haki yake. Hata kama wewe mzee uko na kila kitu, lazima utataka bibi, si ndio? Basi alipoona hali imemlemea, Semiramis alitongoza bodyguard wake mmoja. Akatongoza bodyguard wake mmoja, akalala naye. Alipozini na yule bodyguard, Mungu akajalia ujauzito kwa Semiramis. Wameishi na Nimrod miaka yote mpaka amekufa, hakupata watoto. Lakini amezini tu siku ya kwanza na bodyguard, Semiramis amebeba mimba. Alipoona amebeba mimba, tumbo limekuwa kubwa, Ibilisi akamjia Semiramis kwa mara ya pili, akamwambia, wewe umebeba mimba na watu wote pia wewe wanakuabudu kama Mungu wao. Uone itakuwa aibu leo raia wa Iraki wakikuuliza, wewe Mungu wetu mbona leo una mimba? Tangu lini Mungu akawa na mimba? Uone utapata aibu. Semiramis akamuuliza Ibilisi, sasa mimi nifanye nini? Nitafanya nini? Ibilisi akamwambia Semiramis, kwanza nisujudie mimi, niabudu, nikupatie kinga ya Kiswahili cha nguvu. Semiramis akaanguka chini, akamsujudia shetani. Alipomsujudia Ibilisi, sasa alipoenuka, Ibilisi akamwekea mkono Semiramis, akamwambia, wewe ni mtu wangu, siwezi kubali upate aibu. Sikiliza Kiswahili nitakupa. Wakikuuliza waambie, siku moja ulitoka asubuhi. Si wanajua Mungu yuko ndani ya jua? Waambie ulitoka asubuhi wakati jua linachomoza, ukamsalimia Mungu jua, ukatoka mshale mmoja ndani ya jua, piushi, ukaingia tumboni mwangu, ndio hii tumbo limefura. Wadanganye hivyo. Sawa rafiki yangu Semiramis akawa amepata lugha ya kujitetea mbele ya raia wa Iraq. Sasa hiyo ana mimba ya uzinifu, ukumbuke. Basi baada ya miezi 4 watu walipomuona ana mimba, raia wa Iraq wakauliza, haya imekuwaje? Imekuwaje wewe Mungu wetu leo una mimba? Tangu lini Mungu akawa na mimba? Akawaambia, hii mimba hakuna mtu alizini na mimi. Anafuata maneno aliyopewa na Ibilisi ili adanganye watu. Akasema, Mungu ambaye ako ndani ya jua, mnafahamu mimi sijazini, hii ni mimba yake, kwa sababu mimi nilitoka asubuhi
pale veranda ya State House, nikawa naona jua linachomoza. Asa nikawa namsalimia Mungu jua kule aliko Nimrodi, ndo akatoa mshale ship kama kujibu salamu zangu, kwa sababu alipotoa mkono ni mbali, huwezi kuona. Alijibu salamu zangu kupitia mshale ship, ukaingia tumboni mwangu. Kwa hivyo ndio naona saa hii tumbo limefura. Semilamizi aliilea ile mimba ya zinaa, akaja akajifungua yule mtoto wa haramu usiku wa kuamkia tarehe 25 mwezi wa Disemba, saa 6 ya usiku ndo anajifungua huyo mtoto wa zinaa. Akamweka mapajani mwake. Alipomweka mapajani mwake akampa jina la Tamuzi. Sawa my friend? Yeah. Alipompa jina la Tamuzi, kwa sababu ni mtoto wa Mungu, sasa ikabidi pale pale itengwe siku ya yeye kuabudiwa, ikaitwa Tammuz Day, ambayo kwa saa hii Kiingereza inaitwa Tuesday. Sawa sawa my friends? Ezekieli 8:13 inasema, soma hapo. Akaniambia tena, fadhali wala lehe, utaona tena machukizo makubwa kuliko haya. Yote nianze tena. Akaniambia kwanza 14, ndipo akaleta mpaka mlango wa kuingilia kati ya nyumba ya Bwana. Ezekieli 8:13 ndio hapo. Haya, anza hapo. Ulielekea upande wa kaskazini. Na tazama, wanawake wameketi. Wanawake wameketi wakimlilia. Wanamlilia na kumwabudu nani? Tamuzi. Ndio huyo mtoto wa zinaa aliyezaliwa usiku wa kuamkia tarehe 25 Disemba, ambao nyinyi mnadanganywa, mnaambiwa ni siku ya kuzaliwa nani? Yes. Hakuna kwenye Biblia nzima. Na hiyo siku ikifika usiku wa kuamkia tarehe 25 Disemba, kwanza kabisa preparation ni jamaa mmoja anaitwa Santa Claus, au kwa jina la pili Father Christmas. Sawa? Unajua maana ya neno Santa Claus? Hebu mfungulie hiyo gazeti ya Wakristo, mumeandika wenyewe. Hebu angalia hapo neno Santa Claus. Ni yeye ama sio yeye huyo kwanza aliyepigwa picha hapo? Ni yeye. Angalia neno Santa Claus, wamebadilisha maandiko mawili matatu. Santa yani ni nini hapo mbele? Satan. Satan nini? Claus. Sasa unaona hii neno Santa, herufi ni hizi hapa, hakuna kitu imeongezeka. N iko hapo wameweka katikati. E ndio hii. T ndio hii. E ya pili ndio hii. S ndio hii. Hapa Satan Claus wamekuandikia Santa, wamechukua hii neno huku mbele M wameweka hapa katikati. Umeona vizuri? Alafu akamuuliza, how Kenyans, vipi wa Kenya, worship the devil, wanaabudu ibilisi in every Christmas festive, yani katika misimu ya Christmas. Mpe mic. Anayo. Umejionea my friend mwenyewe? Umejionea. Kwa hiyo ukisherehekea Christmas, wewe uko katika ibada ya kumwabudu nani? Satan. Shetani. Ndiye huyo hapo Father Christmas. Amepigwa picha. Unaona yule aliyoshikilia sigara hilo? Sasa wanalileta kwa picha kwamba ni muovu. Kwa ukisema Santa Claus, maana yake ni Satan Claus. Alafu akamuuliza nini? Watoto wanaambiwaje? Watoto ikifika hiyo siku, unaona waandishi wa habari wa Citizen, KTN wanakwenda kwenye watoto wadogo kama vile primary, wanauliza, do you love Santa Claus? Watoto wanasema yes of course we love Santa Claus. Kumbe maana yake ni Satan Claus. Sawa rafiki yangu? Kwa hivyo nakushauri uhame na mapema. Nakushauri hama Ukristo si dini. Ukristo ni barabara ya kuwapeleka watu jahannam. Mimi nakueleza kweli brother. Sikulazimishi, lakini nakwambia ukweli. Na kusilimu ni maneno mangapi? Mawili tu. Mungu ni mmoja, Muhammad ni mtume wake, na Yesu ni mtume, na Musa. Bas, ushakuwa Muislamu. Kwanza kidogo nikwambie. Haya, niambie. Mamangu ni Mkatoliki. Na si ati hii ni siku ya kwanza kukuja hapa. Ndio. Nimekuja mara mingi. Sasa unajua, sasa lazima nimuulize kama anaweza ikiwa Islam. Unamuuliza nani? Mamangu namuuliza. Unaenda kuuliza mamangu? Ngoja nimuulize nikwambie. Haya, nasikia. Sasa niendelee. Haya, endelea. Haya. Nikaenda nikamwambia mimi naweza siri. Akaniambia nisisilimu. Alikwambia usisilimu? Sikiza. Nikamuuliza sasa nikatae kusilimu kwa nini? Unaona? Sasa nieleza mambo mengi sana. Kama yapi? Kama nimezaliwa kwa Ukristo,
usitoke kwa Ukristo. Nisitoke kwa Ukristo. Na kama nilizaliwa kwa Uislamu hawezi kunilazimisha niende kwa Ukristo. Asante. Sasa sikiza nikwambie jawabu zuri. Kwa hiyo mamako hataki wewe uwe nani? Uislamu. Sasa subiri, ona Yesu maneno hayo aliyajua na alitokea wakati wake akajibu. 10:37-34 kwanza Mathayo. 10:34 kitabu cha Mathayo. Hebu anza pale kwanza. Inasema, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Yesu anasema hakuja kuleta amani duniani. La. Si kuja kuleta amani. Bali panga. Endelea. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye. Yesu kaleta fitina baina yako wewe na babako, na binti na mamaye. Na binti na mamaye. Na mkwe mtu. Endelea. Na adui za mtu. Sasa adui zako my friend ni wale wa nyumbani mwake. Mpe anayo. Adui zako wanaokuuza ukachomwe ni wale wa nyumbani mwako. Mmoja wa kwanza ni mamako. Anakuuza wewe ukachomwe, wewe mbembeleze tu. Siku ukifa hautazikwa naye kaburi moja, yeye anaenda lake na wewe unaenda lako na chomwa peke yako. Kwa hivyo adui za mtu Yesu anasema ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hivyo wewe nyumbani kwako adui zako wanakuuza ukachome, moja ni mamako. Unakataa? Nikuulize swali. Mamako akikwambia kula mavi utakula? Siwezi. Na si ni mamako? Siwezi kukula. Kwa nini si mamako? Sina hizo ubaya wa mavi ni nini? Okay. Kwa hiyo huwezi kula Siwezi kukula kitu gani? Sasa kama mamako anakuambia ingia pale kwa moto, utaingia? Siwezi kuingia. Haya, hama na mapema. Hivyo anakuzuia usisilimu, anakubakisha kwenye moto. Kwa hivyo mimi nakushauri usilimu, uhame. Sikatai. Au katai. Hebu Waislamu kana tuko wangapi nione mkono tu. Wanakupiga roho pasi ili uelekee jahannam. Yesu hafai kuitwa Mungu. Sema bismi. Maneno mawili tuwe Muislamu, sema bismi. Bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nakiri ya kwamba hapana mola apaswaye kuabudiwa kwa kweli isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Na nakiri ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu si Mungu wala si mtoto wa Mungu. Nimekiri na kuamini.